Kaa katika mkao wa kusikia neno la Mungu. Kaa kwenye mkao wa kula na kunywa kwa kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Ni Jumapili ya tarehe 2 mwezi ule wa 3 mwaka wa Bwana wa 2025. Na leo tumepewa kichwa kinachosema utajuaje kama maombi yako yamefika kwa Mungu? Neno ambalo linatuongoza tunalipata kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, mlango ule wa 5 mstari wa 17. Ni mstari ambao ni mdogo sana, hata mtoto mdogo anaweza akaushika. Ombeni bila kukoma. Kamaliza. Sasa wanafunzi hawa wakakaa na Yesu vizuri mpaka Yesu akawachukua akawaambia, sasa tunaenda hatua ya kufanya maombi mlimani. Lengo la kwenda mlimani ni nini? Mlimani ni mahali ambapo pana utulivu. Ndio pointi yetu ya leo. Utajuaje? Unaweza ukawa unaomba sana, utajuaje kama Mungu anasikia? Na nikwambie, hatuombi tu maombi tunaviomba tu kama kawaida. Tunatakiwa tukishaomba unapiga tathmini. Maombi haya Mungu ameyasikia, hajasikia? Kama hajasikia, nifanye kitu gani ili ayasikie? Kama amesikia, natakiwa niendelee kufanya kitu gani? Ni lazima Mungu asikie maombi yako. Mambo makubwa matatu ambayo hayo ni lazima uelewe kama maombi yamesikiwa vizuri. Jambo la kwanza, mzigo kupungua ndani yako. Tutakwenda kuangalia kitabu kile cha Zaburi mstari wa 22. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba Mungu anasikia maombi. Ule mzigo ambao unakuwa umeubeba ni lazima tuone umefanyaje, umeondoka. Ili ujue kwamba maombi yamejibiwa, unapewa andiko au kumbukumbu ya jambo fulani. Twende tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 15. Anakwenda pole pole na wewe. Yaani kuwa mtulivu, kaa tu kwenye matakatifu, kaa kwenye uwepo wa Mungu, jiungamanishe na Mungu. Ni taratibu, kuna vitu vinafunguka. Ukisoma habari za Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye kitabu cha Danieli, walipokataa kusujudu sanamu ya Nebukadreza, watu wakawachongea. Matokeo yake Nebukadreza akaenda akachungulia kwenye tanuru la moto, akakuta wako watu 4. Akauliza mawaziri, nyinyi mlitupa watu wangapi mle ndani? Akasema 3. Nani? Shadraka, Meshaki na Abednego. Huyu 4 ametoka wapi? Akasema hatujui. Nebukadreza kwa sababu katawaliwa na mambo ya miungu, akasema si ajabu, huyu ni mwana wa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili yake imetawaliwa na miungu tu, anasema si ajabu, huyu naye ni mwana wa miungu. Lakini mtu wa 4 alikuwa ni Yesu mwenyewe. Ameingia, anatembea nao kwenye tanuru, anatembea nao kwenye tanuru. Walipotoka hapo, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego ndiye alienda kutukuzwa kwenye mji wa Babeli. Hawakuacha tu, basi watoeni, haya sasa waacheni tu. Kuna sadaka ilitolewa, mioyo ilienda kumwamini Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Kuna sadaka ilitolewa. Warumi 12 nasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma za Bwana, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu mbele za Bwana, maana hiyo ndio inampendeza na ndio ibada yenu yenye maana. Jambo la 3 na la mwisho, kupokea nguvu mpya. Twende na mimi tuangalie kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 1 mpaka wa 21. Biblia inasema kwenye Isaya 40, watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana. Semeni na moyo wa Yerusalemu ya kwamba vita yake imekwisha. Mambo ya roho yako hivi, kama hauna karama yoyote, usitake kufosi karama ifanye kazi. Maana yake ukifosi kwa akili zako za kibinadamu ikatembea ile karama, adui anapata nafasi, kwa sababu sio Mungu ambaye ameachilia. Tamani sana kuingia kwenye maombi kila nyakati ili uhudumiwe. Mungu anatembea na wewe, anakutafakarisha kabla hujajibu. Ndio anasema mkifika msiulize, maana kuna roho ambayo itawaambia ni nini cha kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu ajibu, basi tumuone Mungu akitembea na sisi kwenye hali ya utakatifu. Fundi mitambo, naomba niandalie wimbo wa Bella Kombo.
haya he ya